Nilivyohitimu darasa la 7, nilitoroka nyumbani kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha. Nikaa ni mhudumu katika baa moja. Walikuwa wakinitumia sana wakinihitaji kufanya ngono na mimi. Katika ile ndoa, yule mwanaume alikuwa ananipiga sana. Toka nimegundulika nipo na maambukizi, kwanza nilikata tamaa. In Tanzania, the overall rate of HIV transmission is steadily decreasing. But for adolescent girls and young women, the story is different. Nilikuwa na wenza zaidi ya mmoja. Ukienda naye anakupa shilingi 200-300 kwa ajili ya kununua sabuni, unaona maisha yanaenda. Nilikuwa hata sijui kondomu inafananaje. Ile pesa nilikuwa napata sio pesa halali kwa sababu nilikuwa na danga. Maana mimi nilikuwa najua kondomu moja enda mshindo yote. Niliishi kwa kuamini kwamba nikiwa na wapenzi zaidi ya mmoja watanipa hela. Tafiti zinaonyesha mabinti wengi wanajiingiza katika hatari za kuwa katika maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa sababu kipato cha chini kinawapelekea kuingia katika tabia hatarishi. Kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika tafiti 3 zilizopita, tumeona kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi yanapungua kitaifa. Lakini ukija kuangalia kwenye kundi la vijana wa kike walikuwa wanaonekana maambukizi ni makubwa kwa 80%. Kwa hiyo ndio maana kaonekana kwamba kuna haja ya kuwa na program maalum inayokwenda kuangalia kupunguza maambukizi mapya kwenye kundi la vijana ambao wapo kwenye hatari wa kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. The DREAMS program is a public-private partnership launched by PEPFAR. It focuses on empowering adolescent girls and young women aged 10 to 24 in Tanzania, especially in areas heavily affected by HIV. For over a decade, it has provided essential support to both in-school adolescent girls and young women aged 10 to 14 and out-of-school adolescent girls and young women aged 15 to 24 through a mix of services. DREAMS is one of PEPFAR's flagship prevention programs. So it's a package of services that includes biomedical services, prevention services, education, behavioral services, as well as a package of economic strengthening services. Operating in 6 regions, which are Songwe, Mbeya, Iringa, Shinyanga, Kagera, and Mwanza, the DREAMS program collaborates with various implementing partners who work closely within the existing government structures and local civil society organizations to enhance services for adolescent girls and young women in Tanzania. This initiative strengthened health facilities by empowering service providers to offer vital services like testing and counseling for HIV, identifying and supporting girls who've experienced violence, and providing psychosocial support. Kama huwezi kujibu na upokea dawa za miezi 3, kwanza leo nitakupa dawa za mwezi mmoja kwa sababu unaonekana wewe unatumia dawa za miezi 3 na unajua unatumia dawa za miezi 3 kwa sababu gani? Uelewa wa watu wa huduma kuhusu vijana ulikuwa uko chini. Na ndio maana walikuwa wanaona binti akija kuuliza habari za uzazi wa mpango wanaona bado hajafika umri wa kuchukua uzazi wa mpango. Tukawapa elimu ya kuwaelewesha binti walikabarehe na mwanamke kijana ana haki ya kutumia uzazi wa mpango, ana haki ya kubeba kondomu, ana haki ya kusikilizwa anapokuwa anahitaji jambo lolote. Program ya DREAMS ilipokuja hapa kituoni, kwanza tumepata chumba maalum kwa ajili ya kutolea huduma rafiki kwa vijana, ambao imesaidia hata wale vijana wanaokuja kupata huduma hapa kuwapa confidence ya kuweza kujielezea. Pili, tumepata vitendea kazi ambavyo vinaweza vikatusaidia kuendelea kutoa huduma rafiki kwa vijana. Kijana akifika kituoni anakutana kwanza na mwelimisha rika ambaye yuko sawa na umri wake, kwa anakuwa anajisikia uhuru zaidi maana amekutana na kijana mwenzie. Sisi kama program tunatoa elimu ya mabadiliko ya tabia. Kuna masuala mazima ya ukatili wa kijinsia, maambukizi ya virusi vya ukimwi, uzazi wa mpango, ufuasi sahihi wa dawa. Tukishamaliza hapo sasa hizo elimu, tunawapa huduma za kitabibu. Nilipopata ujauzito nikaenda kituo cha afya kwanza kliniki.
Hivyo alipofika kituoni alipokelewa na Dream Ambassador wetu na akaanza kumdodosa na kugundua kwamba kuna huduma ambazo anazihitaji kama vile upimaji wa virusi vya ukimwi. Baadaye dokta akaja akatupatia majibu, lakini majibu yalivyokuja yakaja yakiwa tofauti, kwamba wakati yetu na mmoja wapo ni negative, mwingine ni positive. Mimi nikawa bado nipo salama. Baada ya kuwapa majibu na kuwaelezea zaidi kuhusu dawa kinga, niliweza kushawishi mume wake kwa kumwelezea manufaa ya yeye kutumia dawa kinga na akakubali kuanza hizo dawa. Lakini pia Flora akaendelea kutumia zile dawa zake za kusogeza maisha mbele na kufubaza virusi. Tukazingatia muda, tukazingatia matumizi ya dawa. Kwa kweli zimetujenga kiafya na tunaishi vizuri na tunajiamini. Kuhusu dawa kinga tulikuwa tuelewi, maana huko tena unajua tena tunaruka tuelewi, lakini tulipofika tu wafundisha dawa kinga mpaka sasa tunatumia dawa kinga kwa vizuri. Nilivyopimwa nikaonekana nina magonjwa ya ngono, nikakubali kuunganishwa na ile huduma rafiki kwa vijana na nikaomba nipatiwe PrEP kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nilienda kupima nikakuta tayari nina kaswende, nina gono. Nilihudumiwa na kupewa dawa, nikatumia dozi hizo nikapona. Kwa mpaka sasa hivi niko vizuri. Kwanza nimepima, ninajua share yangu na nina mpenzi mmoja. Wena mradi wa Dreams ungekuja toka mwanzo, huenda ningekuwa sijapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Yaani ndio maana nimesema bila Dreams mimi mpaka leo ningekuwa sijui kama mimi naishi na virusi. Mpaka sasa hivi naweza kutumia dawa vizuri, naweza kuieleza hali yangu kwa mtu yoyote. Maambukizi nimepata kwa mama, nimezaliwa nayo. Toka nimegundulika nipo na maambukizi, kwanza nilikata tamaa. Nakumbuka Tina kabla ya kufikiria kupata ujauzito aliingia kwenye ushauri, akashauriwa lazima ingie kwenye kipimo tuangalie virusi vya kwenye damu viko vingapi. Akawekwa vizuri, akapata mimba. Tunachukua vipimo, lakini mwisho wa siku aje kujifungua mtoto akiwa salama. Sikutegemea kama nitakuja nipate mtoto. Nilikuwa najiuliza hivi mimi nitakuja kuwa na mtoto, najisikia amani. Huyu ndio furaha yangu. Kupitia elimu ambayo niliipata ya uzazi wa mpango imenisaidia mimi kupangilia uzazi wangu kwamba nitakapofikisha umri fulani, wakati fulani, kwenye maendeleo fulani ambayo ninayo, ninaweza kupata nini? Mtoto. Na kweli imekuwa hivyo. Tumeweza kusaidia mabinti kiurahisi zaidi, hasa wakifika kituoni, kwa sababu ukiangalia ni umri ambao wanadanganywa sana. Kwa hiyo naona kupitia hii Dreams imetusaidia kwa kiasi kikubwa, maana mabinti wetu sasa hivi wako imara. Lecho Majaliwa, akiba ya lazima, Yali. After completing their sexual and reproductive health awareness and services training at the facility, adolescent girls and young women are connected with a peer educator, or in other areas they are known as community outreach volunteer within their community. This connection allows them to join groups with other young women, creating a supportive network that promotes personal growth and empowerment. In these groups, participants reinforce their sexual and reproductive health knowledge while also focusing on their economic well-being. Through collective activities and skill-building sessions, they gain valuable insights into financial literacy and entrepreneurship, helping them thrive both personally and economically. Nilipoingia kwenye kikundi nikakaa sawa, nikapata zile elimu za kwenye kikundi, elimu za kuweka akiba na kukopa. Nikafanikiwa kukopa, nilianza kukopa kwa shilingi 50,000. Nikafungua genge. Kwa kile kigenge nikakiendeleza. Sasa maisha yangu ni mazuri. Hizi 25 dada. Nina kibanda changu cha nguo. Dreams funza kila hatua, Epic tunajivunia. Mimi ni shujaa. Mwelimishaji aliponiunganisha na masuala ya Dream kwenye vikundi, ndio akasikia bwana kuna chuo cha ufundi, akaleta ile form. Kwa mimi nikajiandikisha, nimefanikiwa kuja hapa VETA Don Bosco chuo. Pia ada nalipa mimi mwenyewe. Kutokana na kukopa kule nafanya biashara najiwekea
Akiba. Mentor alikuja kwenye kikundi akasema kama kuna mtu anahisi kuna kitu anapenda kufanya lakini hana uwezo pia aniambie. Mimi nilimfuata nikamwambia natamani kutengeneza nini jamu ila sijui. Bahati nzuri kulikopo kukaa kumetokea fursa ya mafunzo ya siku 3. Mentor ndo aliweza kuniunganisha nayo. Nashukuru Mungu Epic wakishirikiana na Uwezo waliweza kunilipia. Mpaka sasa na uwezo hata kuzalisha chupa 300. Kwa kutoka hapo hela nilizokuwa nimepata, nikaendelea huku nacheza Isa, nikaweza kufungua na kiduka kidogo kipo Mkwawa hapo. Mimi nilipokutana na mradi wa Dreams, wenyewe wanafundisha ujasiriamali. Sio tu sabuni na kuna vitu vyovyote ambavyo unahitaji wewe kujua, wanakufundisha. Basi mimi nikapenda sabuni za maji. Nauza sabuni napata hela yangu, kwa hiyo nimeongeza kitu kwenye familia. Asante sana. Tuliangalia msichana ambaye ana uhitaji wa ile fani, yani yuko willing, yeye mwenyewe ni passion yake kufanya kile kitu. So tukaamua kuwa equip na zile basic skills kutoka kwenye vyuo ambavyo vinatambulika serikalini ili hata akitoka awe recognized kwenye community kwamba ana kitu fulani. Sasa hivi natambulika kuwa mimi ni fundi, naweza kujitafutia kipato mimi mwenyewe kwa ajili ya kushikwa mkono na Dream. Kupitia mikopo ya pato ya ndani ya halmashauri, kwa kweli imeweza kuwainua vikundi vyetu vya mradi wa Dreams, lakini pia wameendelea kusogeza huduma kwenye jamii yetu. Haya vijana kutekeleza. Mashine ya kikundi cha IPON tulipewa kutoka HGF MRI. Kama kikundi mpaka leo tunaendelea na mashine inaendelea kufanya kazi. Kila kipato ambacho kinapatikana kinarejesha mkopo, kinalipa kodi ya nyumba, kinawalipa wafanyakazi wanaofanya pale. Karibu. Nimefanikiwa kupata ajira kwa sababu nakuja nashinda hapa, alafu mwisho wa mwezi napewa shilingi 60,000 kwa ajili ya kujikimu. Nimejenga nyumba kupitia mradi wa Dreams. Nimekuwa sio tegemezi tena. Naamini 100% zote nitafikia ndoto zangu. Nikifikiria maisha yangu ya zamani, yani mpaka saa hizi kama nahisi hata nilikuwa nishapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hata kufa labda inawezekana nilikuwa nishakufa. Dreams ilinifanya kuwa jasiri. Imetuwezesha mabinti tunajitambua, tunajithamini. Dreams imenitoa gizani, imeniweka sehemu mwangazani. Yeye ninachojivunia zaidi ni vile ambavyo pesa ninazozishika ni zangu binafsi. Sasa hivi nasikilizwa, ninapewa huduma zote, sasa tuko vizuri sana. Sasa nikipita barabarani wanaita boss. Sio mchezo. Dreams is my father. Yani ni baba wa wasichana wote. Yani as long as you are a girl, your father is Dreams. Najivunia mimi sasa hivi ni binti superwoman. Superwoman.